ambayo inapita kwenye msukosuko. Unaona huo mti hapo mbele, huo ulivyokauka. Kuna mtu kwenye familia yenu amekauka kama huo mti. Ninapozungumzia amekauka kiuchumi, amekauka kiafya, amekauka kwa mavazi, yani kwa kila kitu kimekauka. Kila anachofanya hakifanikiwi, na kila alichonacho kimepukutika. Na baadhi ya ndugu zake wanamdharau, kwamba kila kitu anachofanya wanaona afai. Hata wakiitisha vikao vya familia wanamdharau. Hata mkiitisha vikao vya familia mnamdharau, kulingana na maisha alionayo, kulingana na vile alivyo, kulingana na vile alivyokauka. Manake hata mawazo yake, anapotoa mawazo yawe mazuri, hamuwezi kuyakubali kwa sababu ya jinsi alivyo. Lakini nataka nikwambie jambo moja, kwamba huyo unayemdharau ndio aliyebeba kusudi la Mungu. Ngoja unielewe kitu kimoja. Maisha ya Yese, wakati anaishi wakati ule, walimdharau mtoto mmoja anaitwa Daudi. Wakaona afai, wakaona ni mtoto mdogo, wakamtuma polini akachunge makondoo huko, akachunge wanyama huko. Lakini saa ilipofika ya Mungu, anapokuja kuchagua mtumwa aliyekuwa amebeba kusudi la Mungu la kuwafanya wao waishi baadaye kwa raha, alikuwa ni yule aliyetumwa kuchunga kondoo. Wao hawakujua. Amefika mtumishi wa Mungu Samueli, anaanza kusikiliza maelekezo ya Mungu. Wanapitishwa kaka zake wa Daudi, anasema huyu hapana sio wa Mungu, huyu hapana sio wa Mungu. Mpaka imefika wa mwisho, anaulizwa watoto wako wameisha? Anasema yupo mmoja mdogo anachunga kondoo polini. Akasema mlete huyo. Alipoletwa akasema huyu ndiye, maana ndiye aliyekuwa amebebeshwa kusudi la Mungu. Hata hivyo unavyomdharau huyo mtu, hujui tu kwamba kumbe yamkini ni chachu kubwa ya mafanikio yako. Hapo ulipofika, yeye yamkini amechangia kwa sehemu kubwa ufanikiwe, pasipo kujua umemdharau. Sikia, Yusufu alibeba kusudi la nyumba ya Yakobo, lakini hawakuweza kujua lile kusudi. Wakamtesa, wakamdhihaki, wakafanya kila jeuri, wakampiga, wakamuuza mpaka utumwani. Lakini saa ilipofika, walienda kumpigia magoti. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua kusudi la Mungu. Kama Mungu anapombebesha mtu kusudi, haangalii kimo alichonacho, haangalii tabia alionayo, haangalii yuko kwa namna gani. Hata kama ni maskini, Mungu ndiye anayempa kusudi ya kukuinua kesho. Usimdharau mtu usiyemjua kwamba kesho yake iko vipi, maana kesho ni fumbo. Maisha ni kama gwaride ambayo leo ikipigwa, wa kwanza anakuwa mwisho na wa mwisho anakuwa kwanza. Mheshimu nduguyo, ikibidi msaidie ili kesho akusaidie.